na shamba la Ndavivi. Shamba hilo ni ya Wakenya 140 ambao waliachiwa hiyo shamba na mwenye shamba Gilbert Colville. Gilbert Colville ndiye alikuwa amewaandika kazi, na kabla ya kifo chake aliwacha wasia ya kwamba hawa watu ambao walikuwa wanamfanyia kazi wapate ekari 5,000. Na alipokufa, bibi yake Diana Davis Broughton akawaita hawa wazee na akawaambia wakati ulifika ya wao wapate shamba lao. Hawa wazee hawakuwa na pesa ya kutosha kugawa shamba. Waliweza kuokota shilingi 40,000 peke yake, na ilihitajika shilingi 200,000 ili shamba lingekatwa na wapate stakabadhi za kumiliki hilo shamba. Na huyu bibi ya Gilbert Colville ambaye alikuwa ameaga dunia akafanya juu chini, akawasaidia hawa wazee kupata loan ama mkopo wa shilingi 160,000. Na hawa wazee wakaweza kupata shamba lao. Walipopata shamba lao na wakagawa, walitenga eka 1,000 ili waweze kukuza chakula hapo na kuuza, ndipo walipe loan ama mkopo pole pole. Lakini Benjamin Kipkulei akishirikiana na walaghai wakora kutoka idara ya ardhi, Ministry of Lands, wakatengeneza title deed ya hiyo shamba ekari 1,000 na akadai shamba ati lilikuwa lake. Wenyeji wa shamba wakaenda kotini na akamshinda Benjamin Kipkulei. Kuna unyang'anyi mwingi sana wa mashamba Kenya na maploti, na hii ni moja ya hiyo unyang'anyaji wa mashamba. Hapo baadaye William Luton naye akaingia na akasema alinunua shamba hilo ekari 5,000 kutoka kwa Benjamin Kipkulei. Hali Benjamin Kipkulei alikuwa amewaibia hawa wazee ekari 1,000. Mambo ya Kenya imekuwa magumu sana, na unyang'anyaji wa mali umezidi katika nchi ya Kenya, na hii idara ya ardhi ndiyo imeleta mambo hiyo makubwa sana mabaya ya taabu ya mashamba na taabu ya maploti. Unakuta shamba moja liko na title deed 5, na hizo title deed 5 ziko na watu tofauti. Unakuta ploti moja iko na title deed 5 na title deed ziko na watu tofauti. Mimi nauliza hivi, inawezekanaje registrar wa land aweze kutoa title deed 5 kwa shamba moja ama kwa ploti moja na kuwapea watu tofauti?
na hali anawachwa huru kutembea kwa barabara kama hajafanya chochote. Kenya inahitaji serikali ya watu ambao ni wajasiri wa kupigana na ufisadi katika nchi ya Kenya na kuwashika registrar wote waliotoa title D kwa shamba zaidi ya 1, 2, 3 na kuwapea watu tofauti. Hata wale walistaafu waletwa kutoka nyumbani na wawekwe kotini na wastakiwe na wafungwe jela miaka mingi. Tabu ya mashamba imetokana na idara ya ardhi. Imetokana na idara ya ardhi, Ministry of Land. Hapo ndio tabu iko. Hapo ndio